jina langu ni Morris Amusavi. Mahojiano ya kamati ya michezo na utamaduni yamekamilika mapema leo hii yakiongozwa na mbunge Daniel Sitati Wanyama kuhusu migogoro ya uongozi wa FKF na sakata ya ufisadi ya shilingi milioni 42 iliyofanikisha kipute cha CHAN makala ya mwaka 2025. Mrengo wa kwanza ukiongozwa na rais wa shirikisho Hussein Mohamed amesisitiza kuwa bado ndiye kiongozi wa FKF kwa mujibu wa sheria licha ya jaribio la kumng'atua mamlakani awali. Kenya has fully developed CAF certified contingency, in summary, certified contingency management framework for AFCON 2027, integrating government emergency services, the local organizing committee officers, CAF protocols, and venue operations into a single tested response architecture. Hussein pia amekana shutuma za ufisadi wa pesa za bima akiarifu kuwa utekelezaji wa mpango huo ulifanywa kwa mujibu wa sheria za shirikisho la soka barani Afrika CAF. Situation we are facing today. On 20th of April, some bloggers put out a fictitious story online titled The CHAN Insurance Scandal, involving apparently the FKF president. This was picked by mainstream media. Mohamed ameongezea kuwa migogoro hiyo inaiweka Kenya katika hatari ya kutoandaa vikamilifu kipute cha AFCON makala ya mwaka 2027, akidokeza kuwa yupo radhi kuwajibishwa na kamati hiyo kuhusiana na maandalizi ya AFCON. Upande wa pili ukiongozwa na naibu rais McDonald Mariga, ikiwemo na baadhi ya wanakamati wa kitaifa NEC, wametetea uamuzi wao wakiarifu maamuzi waliyofanya ya kumbandua Hussein Mohamed yalikuwa kwa mujibu wa sheria. Football Kenya Federation entrusted with the responsibility of providing strategic leadership, policy direction, and overall oversight of football administration in Kenya, in line with its mandate under the FKF Constitution and applicable governance frameworks. Ikumbuke mahakama ya usuluhishi wa migogoro ya michezo bado inaendeleza uchunguzi kuhusu sakata hiyo ya ufisadi, huku ikisitisha ubanduliwaji wa Hussein Mohamed na vigogo wenza.